Wavuvi katika mwalo wa Chato Beach wamesema kuwa kwa kipindi cha miaka hivi karibuni kumekuwa na mabadiliko makubwa katika namna wanavyotekeleza majukumu yao majini, hasa baada ya kupewa mafunzo ya matumizi sahihi ya jaketi za kuokoa maisha na kuzingatia kanuni za hali ya hewa kabla kuingia ziwani. Tulikuwa tunapoteza sana watu, maana tulikuwa hatujui tunaenda ziwani pasipokuwa na life jacket, tunaenda tukiwa tuna vyombo visivyokuwa salama, lakini baada ya kupata elimu kwa sasa tunaweza tukakaa takriban ya mwaka 2025 mpaka 2024 mpaka 25 tujapata ajali kama hizo. Na hatujazama, Mungu huwa anatubeba tu kwa sababu huwa tunatembea na malaika, mlinzi wetu Jibril. Wanaambiwa wapate gharama, wapate life jacket watu 4 ndani ya mtumbwi. Unakuta kuna mmoja, mkipata ajali watatu wameondoka, amebaki mmoja, lakini haijawahi kutokea. Tunalindwa na Mwenyezi Mungu tu. Shirika la Wakala wa Meli Tanzania TASAC kupitia afisa mfawidhi wa mkoa wa Geita Godfrey Chegere limesisitiza kuwa kampeni ya utoaji elimu ya usalama majini imekuwa na matokeo chanya katika maeneo mengi ya Ziwa Victoria. Wa vyombo vya majini kabla ya kuanza shughuli zao waje TASAC kwa ajili ya kusajili vyombo vyao na baada ya hapo pia shughuli zao zinapokuwa zinaendelea ndani ya maji lazima wahakikishe wale wavuvi ambao wanafanya zile shughuli ndani ya maji wanavaa maboya wakati wote. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Chato Louis Bura ametoa wito kwa wavuvi wote kuendelea kutii sheria za usalama majini, ikiwemo kusajili vyombo vyao na kuhakikisha havijai kupitiliza uwezo wake. Kuhakikisha kwamba wako katika hali ya usalama muda wote, linapotokea jambo lolote tujue chombo kile kilielekea mwelekeo upi, na tunapotafuta na wakati tukipata tunajua naam, chombo hiki kilisajiliwa ni cha mtu fulani na kilikuwa na matatizo haya. Kutoka Chato, mimi ni Mrisho Sadik.